Basi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwenyeji wetu Mchungaji Elisha pamoja na mkewe na timu nzima ya kanisa hili. Asante kwa ajili ya wageni, asante kwa ajili ya familia yangu. Shukuru Mungu vile vile kwa ajili ya watu wa Kisemvule nimewaona. Kwa kweli ni baraka tele, ni siku ya baraka. Hatimaye namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye anasema yamekwenda shamba huko. Hata shamba nako anahitaji injili. Kwa ni jambo jema. Rafiki yangu Michael, Mungu akubariki. Na mtumishi wa Mungu hapo, Mungu abariki sana. Bila kupoteza muda nimuombe Mungu kwa ajili ya neno lake. Asante Mungu mwema, ninakushukuru. Ninakuinua Bwana na kukutukuza. Mitiwe jina lako litukuzwe Mfalme. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Hatuna Mungu mwingine ila ni wewe. Bwana, ninakushukuru kwa yote yaliyotangulia. Asante kwa ajili ya maombi yaliyotangulia. Asante kwa ajili ya waimbaji. Ninakushukuru hata kwa ajili ya mwenyeji wetu Mchungaji Elisha. Bwana, niseme nini zaidi ya kukuinua? Kwa yote yaliyotangulia, sasa ni wakati wa kula na kunywa mbele zako. Tusaidie, tutangulie tena katika hatua hii. Tufunulie zaidi kwa neno lako, hata tukayapokee yote kwa utukufu wako, ni katika jina la Yesu. Na ninavunja na kuharibu mipango yote ya adui ikapate kushindwa, na maadui wote waliosimama kinyume na ibada ya leo amtafanikiwa. Bwana, tufungue masikio ya rohoni na macho yetu ya rohoni, tuyaone na kuyasikia haya kwa sikio la ndani, ili tuyatendee kazi kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Amen. Basi vema, tutakwenda tukuangalia somo letu hili fupi kwa dakika hizi chache linalosema kumshukuru Mungu. Na leo tukumbuke ni ibada ya shukurani. Tunamshukuru Mungu aliyetupigania mwaka mzima. Kwa nguvu zetu tusingeweza. Hii kazi ingekuwa ni ya mwanadamu, isingeweza kusimama. Tunaona hata watu nyakati za Matendo ya Mitume walishindana sana na kazi ya Mungu. Akawepo mtu mmoja Gamalieli akawaambia, hii kazi ikiwa imetoka kwa mwanadamu itavunjika, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu haitavunjika. Mtakuwa mnashindana na Mungu bila ninyi wenyewe kujua. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana pale unaposhindana na Mungu kuivunja kazi yake, na utakuta wakati mwingine utaharibikiwa wewe badala ya kazi ya Mungu kuharibikiwa. Lakini nitaangalia maandiko yatakayotupelekea kuona wenzetu nyakati za Biblia katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza tutaangalia na mstari ule wa sura ile ya kwanza. Tunaona kwa habari ya wenzetu walivyozingatia sana kwa habari ya mwaka kwa mwaka wakimshukuru Mungu, na walikuwa hawana mchezo. Walikuwa wanazingatia sana swala hili la kwenda kila mwaka kupanda kwenda kumshukuru Mungu. Sehemu ilikuwa maalum. Nitaangalia hapo mstari ule wa kwanza mpaka wa 7. Nasema palikuwa na mtu mmoja. Naomba tusimame ili andiko la kwanza ndio tunaomba tumheshimu Mungu. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milimani, milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yeroboamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana, na jina la wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka, ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile alipofika Elikana, alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Hapa amen. Hilo ndilo neno Bwana. Tuketi. Wewe mwenyewe utaendelea mpaka mstari ule wa 7. Lakini hapa tuzingatie hasa wa watu kila mwaka walikuwa wanafanya hivyo, wakipanda kwenda kumshukuru Mungu, kwenda kufanya ibada maalum, walikuwa wakikwea. Lakini hapa naomba uchukue kwa makini sana. Hapa tunaona huyu alikuwa na wake wawili Elikana. Hilo hatulijadili
mke mmoja mume mmoja katika Bwana. Kwa hiyo hapa tujifunzi mfano mbaya wa huyu mtu kuwa na wake wawili. Hilo sio la kuangalia na sio fundisho letu hapa. Kwa hiyo tunachoangalia hasa, hao watu walikuwa wakikwea kwenda hekaluni, walikuwa wanakwenda Shilo mwaka kwa mwaka kwa ajili ya kuabudu, hatimaye hata wakaandaa sadaka maalum ya kuweza kutoa hiyo dhabihu. Lakini vile vile Mungu sasa katika Agano Jipya, hapo tumeangalia agano lile la kale, anahimiza sana kwa habari ya watu kuwa na shukrani. Bila shukrani tutakuwa tumpendezi Mungu. Ni sawa na mtu una mtoto wako, unakuwa unamtendea mema fulani, alafu mtoto huyu hawi na shukrani kwa wazazi. Mzazi afurahi jambo hilo, na wakati mwingine linakuwa linamhuzunisha. Vivyo hivyo Mungu wetu anasema iweni watu wa shukrani, tuwe watu wa kumshukuru Mungu kwa jambo lolote, na bila kuangalia tulifanikiwa kiasi gani, hatukufanikiwa katika hili au lile. Kule tu kuwa hai na kuona tena mwaka mzima ametupigania, na huduma hii kusimama kwa mwaka mzima si jambo dogo. Tumishi wa Mungu kupata afya njema na mkewe kuwa na afya njema, na vile vile Mungu amewapitisha kwenye milima na mabonde, hata leo mpo, ni kwa neema ya Mungu tu. Twende Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:16 mpaka 18. Thesalonike wa kwanza, tutakwenda hapo na tutaangalia sura ya 5 mstari wa 16 mpaka mstari ule wa 18. Tutakwenda kusoma neno la Mungu. Linasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unaweza kuona anaeleza kwa habari ya kufurahi siku zote. Akawasema tusiishie kufurahi tu, tuombe bila kukoma. Maombi hapa ninajua mmeomba kwa mwaka mzima bila kukoma, kimlilia Mungu, mkimwomba Bwana. Lakini bado katika kuomba kwetu kote huko bila kukoma, ndio anaona hapo anaingiza na neno mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Ni vigumu sana mtu kumshukuru Mungu kwa dhiki na mateso anayoyapitia, hata katika hayo akamshukuru Mungu. Ni rahisi wengi kumshukuru Mungu kwa mema na mambo mazuri tu anayotendewa. Ni rahisi sana kumshukuru Mungu kwa sababu tu umefanikiwa katika pesa, umefanikiwa kupata mambo mazuri, umejenga nyumba. Ni rahisi kumshukuru Mungu kupandishwa cheo, lakini wengi si rahisi kumshukuru Mungu tunapopitia mambo magumu. Kuna mtu mmoja alinishangaza. Yeye alipata ajali moja mbaya, lakini bado alikuja kumshukuru Mungu na kusema kwamba hata tu kuwa mzima nilivyo. Wengi walipopata ajali kama hii walikufa, lakini alimshukuru tu Mungu pamoja na haya majeraha, lakini namshukuru Mungu kwa ule uhai tu. Ni wachache sana mara nyingi watu wengi ni rahisi kusema sasa Bwana amenipata haya, hata kuingia katika manunguniko. Lakini vile vile tukumbuke kwamba Mungu wetu anayetupenda anapendezwa sana na shukrani. Na ndio maana unakuta katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari ule wa 12 mpaka 17. Wakolosai tukiangalia sura ile ya 3:12 mpaka 17. Wakolosai 3:12 mpaka 17 anasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukurani. Neno la Kristo alikae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu,
mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa hiyo tunaona hapo mambo mengi yameorodheshwa, lakini akasema vile vile mkisameheana. Najua mwaka mzima si mdogo, si mchache, ni siku nyingi mno. Kwa hiyo najua kabisa lazima humo kulikuwa kuna kukwazana, kulikuwa kuna kuneniana mabaya, kusengenyana, kuumizana kwa namna moja au nyingine. Ndio maana hapo anasema mkisameheana pale ambapo tulikoseana, hatimaye katika wakati mwingine kuonyana, kumuonya mwenzako kwamba hapa ukwenda vizuri, hapa ukumpendeza Mungu. Katika kuonyana vile vile iwe sehemu ya kuweza kukutana leo kama tulivyokutana pale ambapo tulitoka nje ya mstari, ni wakati wa kuonyana. Na pale mwenzako anapokuelezea, ndugu, mwaka mzima kuna wakati ulinikwaza katika hili au lile, usijisikie vibaya, ni wakati wa kutengeneza ili atupe mwaka mwingine Mungu, ili tufanye vizuri zaidi. Biblia anasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Kwa nini anasema ni kifungo cha ukamilifu? Ndugu zangu, ukiwa na upendo, ukampenda jirani yako, ukampenda ndugu yako, uwezi kumsengenya, utamuombea, utamnenea mazuri. Pale alipokukosea utamwambia, hutasema pembeni, utamfuata na kumwambia, ndugu, tumishi wa Mungu, katika hili ukunitendea haki. Na yeye atakapokusikia, ikiwa ni kweli alikukosea, huo ndio unyenyekevu. Usijitutumue na kujiona wewe ni zaidi. Hata mshirika anapokujia kwa roho ya unyenyekevu akakwambia, ulinikwaza mtumishi wa Mungu, basi msikilize, uwe tayari kushuka na kutengeneza naye. Lakini wakati mwingine tunapokuwa na kiburi na majivuno na kujiona kuwa tumefika, hiyo sio mpango wa Mungu, ni kitu ambacho hakitatufanya tufike kule ambako Mungu amekusudia tuweze kufika. Na anasema vile vile, na amani ya Kristo ya mioyoni mwenu ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Vile vile unaona zimewekwa nyimbo za tenzi. Hizi hata Mungu mwenyewe anazitambua. Kwa hiyo vile vile hizi tunapoziimba ndizo zinazoshusha hata uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hata vile vile neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani mwetu katika hekima yote na kufundishana na kuonyana, utaweza kuona wakati mwingine Mungu mwenyewe anafanya makao katikati yetu na kutuwezesha katika yote. Anasema, na kila mfanyaro kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu Kristo, Yesu, na mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Lakini vile vile hapa tuko vile vile si kwa ajili ya kukutana tu kwa kufurahia tu kwamba tumefika mwaka, lakini jambo jingine, Mungu anapenda tuwe watu wa kufanya tathmini, kujijaribu wenyewe, au wakati mwingine kujithibitisha wenyewe. Je, tulikuwa katika imani au la? Je, katika jambo gani tulipungua? Katika jambo gani ambapo hatukwenda vizuri? Ili tufanye hizo tathmini, tutengeneze na Mungu, hatimaye tuanze upya tena kuendea mwaka mwingine. Tunaona serikali zetu za duniani huwa zinakuwa na utaratibu wao kila mwaka. Ndio maana wanasema ni bunge la budget. Ina maana wanaangalia wapi wa kufanya vizuri, wizara gani ya kufanya vizuri. Kila wizara itatoa mahesabu inayohitaji ili wafanye kufanya vizuri, na hatimaye hivyo watatoa ripoti ya mwaka mzima. Hatimaye mwaka mwingine tena wataomba ili ushirikiano uwepo waweze kufanya vizuri zaidi. Na kila mwanadamu ndivyo alivyo, kila mwaka anafanya tathmini. Kampuni iwe shirika, kwamba ni wapi hatukufanya vizuri ili tufanye vizuri kwa mwaka mwingine, wapi tuliingiza hasara. Ndio maana unakuta hata kuna yule CAG huwa anafanya ripoti ya kila mwaka, alafu anatoa ripoti yake. Unaona wakati mwingine wanaangalia wapi hawakufanya vizuri au walikosea wapi ili wafanye vizuri zaidi sana. Mungu wetu katika kitabu kile cha Wakorinto, tuangalie ile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, wa pili, taangalia sura ile ya 13 na mstari mmoja ule wa 5 tutauangalia. Mstari ule wa 5 anasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa.
ni wakati wa kujijaribu wenyewe, kujithibitisha wenyewe. Je, tulikuwa katika imani au la? Je, Kristo Yesu alikuwa ndani yetu? Anasema isipokuwa mmekataliwa. Kukataliwa na Mungu ni kitu kimoja kibaya sana, kitu cha hatari sana. Ndio maana tunapojithibitisha na kujijaribu, lazima tuwe na tathmini. Je, wapi hatukufanya vizuri? Wapi tulifanya vizuri? Leo inahuzunisha sana. Paulo wakati fulani akawaendea watu wa Mungu, akawaambia, nimesikia kati yenu kuna fitina. Akasema kwamba ili jambo si jema. Wakati mwingine tunatakiwa pale ambapo pa kuonyana tuonyane, pale ambapo pa kufanya ili au lile ni kwa ajili ya kuujenga mwili wa Kristo na si vinginevyo. Na tunapoonyana hatuna lengo baya na kwamba tunamchukia mtu au kumwona kwamba afai. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vinamhuzunisha Mungu pale tunapoenda kinyume na neno. Hapa tumejifunza kwa habari ya kutokusuka kabisa. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari ule wa 9, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Lakini leo hii watu mnaijua kweli tunayojifunza na misingi ya neno la Mungu tunalolisimamia. Leo inahuzunisha kusikia kwamba wengine mnasuka tulioamini injili moja kama hii. Laiti ungejua muda uliobaki hapa duniani tulionao si mwingi. Watu mnapigana mpaka mnamwaga damu. Damu ya mtu inaposhuka, tone lile linaposhuka na kuigusa ardhi, ile damu inalia mbele za Mungu. Kwa hiyo mnapokuwa na fitina katikati yetu na kufanya yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa nafasi ya leo, wewe ubiri, nionye vyovyote unavyoweza, ili nitengeneze na Bwana nirudi kwenye mstari. Leo hii watu wanapigana, watu wanamwaga damu. Je, mwaka huu tukifanya tathmini na kujithibitisha wenyewe, je, tuko katika imani au la? Mungu anatupa mwaka mwingine tuendelee kusengenyana, tuendelee kuneneana mabaya? Mungu anatupa mwaka mwingine ili iweje? Je, tuendelee kuwa kama tulivyo? Je, tuendelee kuwa na hali ile ile? Hapana. Tunapopewa mwaka mwingine ni wa kutengeneza na Bwana. Ndio maana tulikuwa na muda mrefu hapa wa kuomba toba na rehema. Mungu anachotaka ukitubu, badilike, uache, sio narudia yale yale. Hayo ni machukizo mbele za Bwana Mungu wako. Ndio maana katika Mithali 28 anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuacha, sio na kuendelea. Katika Mithali hiyo anasema, Mithali 28:13, ni kwamba anataka unapotubu na kuungama dhambi uwe mtu wa kuacha. Uwezi ukawa unarudia kosa lile lile tena na tena. Mungu anakuangalia tu, lakini ipo siku itakugharimu usipoacha hayo. Anasema katika mstari wa 13, Mithali 28, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo ni kutubu na kuacha, sio kutubu na kuendelea. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kama tulifanya tofauti na Mungu anapotaka, ni wakati wa kutengeneza, tunapoingia mwaka mwingine wa kufanya huduma zaidi na kujithibitisha wenyewe, je, tulikuwa katika imani au la? Na matendo hayo, ndio maana anamalizia na neno la kusema isipokuwa mmekataliwa. Kwa hiyo pale unapokwenda kinyume na neno la Mungu, Mungu anakukataa. Hata utajiona bado na Mungu, Mungu alishakuacha. Jambo jingine, wakati mwingine inahuzunisha mtu unapoacha kwenda ibadani, unafungua biashara. Alafu muda ulitakiwa kwenda ibadani, wanasema huko kwenye biashara. Jambo hilo halimpendezi Mungu. Siku ya ibada ni siku ya kumheshimu Mungu, ni siku ya kumwadhimisha Mungu. Ndio maana inaitwa ni siku ya Bwana. Kwa hiyo siku ya Bwana ingiliani na siku zetu sisi. Lazima tuweke pembeni vitu vyetu, hatimaye twende tukamtumikie Mungu. Ndio maana wakati ule wa nyakati za Agano la Kale, Torati ilikuwa hata waruhusiwi wafanya kazi kwenda kufanya kazi yoyote.
walikuwa wanahakikisha siku ile ya Sabato waliheshimu kwa heshima yote, hawakukubali ikawafanya waache ile siku maalum, hatimaye wakaendelea na kufanya kazi zao. Hili jambo alimpendeze Mungu. Tunatakiwa tujithibitishe wenyewe, je, tuko katika imani au la? Mungu anapotupa mwaka mwingine ni kwa neema yake tu, si kwamba tulistahili sana, bali ni kwa neema yake tu. Hebu tuangalie katika kitabu kile cha Luka, ninapokwenda kumalizia somo hili, katika kitabu kile cha Luka 13. Luka sura ya 13, tunaona mfano mmoja unaelezewa hapa ambao unatuhusu sisi wanadamu tunaoishi nyakati hizi za leo. Uone kama unaishi kwa hasara duniani, una faida katika ufalme wa Mungu, utaona inakuwa ni hali ya hatari. Tukianza hapo juu mstari wa kwanza mpaka wa 5 kwanza, alafu uone ana maelezo yanayoendelea. Anasema, na wakati huo huo walikuwapo wa Galilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba wa Galilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko wa Galilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Na waambia sivyo, lakini msipotubu ninyi yote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Na waambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na moyo wa unyenyekevu utakaotupelekea kwenye toba, tukasimuliana habari. Kuna watu waliangukiwa na ghorofa pale Kariakoo, tutasimuliana habari. Oktoba watu fulani waliangamia, walipigwa wakafa vibaya, tutasimuliana. Mtu mmoja alipigwa alipoiba pale Kariakoo, akapigwa akafa, tutasimuliana habari ya vifo vya watu mbalimbali. Yesu akasema, msifikiri wale walikuwa waovu kuliko sisi au wakosaji sana kuliko sisi. Tunapoendelea kuishi ni kwa neema ya Mungu tu. Tunapovuka kuingia mwaka mwingine ni kwa neema ya Mungu tu. Ndio maana anakuambia usipotubu na wewe utaangamia kama wale walivyoangamia. Kwa hiyo tutakachopelekea toba ndio pekee. Lakini hebu angalia mfano anaotolea tunapoendelea hapo mbele kuanzia mstari wa 6. Anasema, kanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu, akaenda kitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona unaiharibu nchi? Mbona nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uwache mwaka huu nao, hata niupalilie niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Huu mfano unatuhusu wanadamu tunaoishi leo. Huu ni mfano unaohusu maisha yetu ya kila siku. Mungu anapotupa mwaka mwingine, anataka aone matunda ya utakatifu, anataka aone matunda katika maisha yetu, anataka yazaliwe matunda yanayoendana na kutubu kwetu. Ndio maana unaona katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 8 anasema, zaini matunda ya pasayo toba. Kwa hiyo pale unapokuwa hakuna matunda yote yanayozaliwa baada ya kutubu kwako, kumbuka hili neno linasimama. Kama akiona unaharibu nchi, Mungu atakuondoa kwa wakati wake. Kwa hiyo lazima tuwe na maisha ya kielelezo, sio maisha kwa tunatangazika vibaya, tunaonekana ni kama vile hatuna Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Ametupa mwaka huu mwingine uwe ni mwaka wa tunauingia kwa kuomba utakaso, na baada ya hapo tunatakiwa kubadilika katika kila eneo la maisha yetu ili tufanye vizuri. Na dakika chache zilizosalia, ninaomba sana kila mtu ajidhibitishe mwenyewe, jijaribuni wenyewe. Je, mko katika imani au la? Je, mjuu ya kuwa Yesu Kristo yuko ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa? Kuna mambo yanayotufanya Mungu atukatae pale ambapo hatufanyi mapenzi ya Mungu aliye hai.
Ndio maana wakati mwingine unapokuwa unaelezea kwa habari ya utakatifu, lazima uwe makini, ujichunguze na ujikague wakati wote. Ndio maana mimi mtu huwa akinipigia simu akaniambia, mchungaji, katika hili ulinikwaza hapa, mchungaji, ulinifanyia hiki na hiki, huwa ni mwepesi sana kushuka na kumwambia ni kweli kabisa ulichokisema. Ninaomba katika hili tuweze kusameheana, tuanze tena upya katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Si ujidai kiburi, jeuri, majivuno. Hapana, lazima tuwe unyenyekevu mbele za Mungu. Kwa hiyo tunasikitika sana pale tunaposikia katikati yetu watakatifu tunakwenda kinyume na neno la Mungu. Mwaka mzima wa kuanza huduma hii tumemtumikia Mungu kwa namna moja au nyingine, alafu unafikia mahali tunaposikia ushuhuda mbaya kwa yale unayoyafanya, inakuwa haipendezi mbele za Mungu. Kiwa mimi nami nimekosea katika eneo lolote, niambie, mimi bado ni mwanadamu, nitengeneze ili nimrudie Mungu wangu na kusonga mbele katika mambo ya imani. Ndio maana Paulo akamwambia, je, nije kwenu na fimbo au nije kwenu kwa roho ya upole? Kwa hiyo wakati mwingine neno la Mungu ndio fimbo yetu, inatuonya na kuturudisha tena kwenye mstari, kwa sababu neno la Mungu ndilo linalofaa kwa mafundisho na kuonyana, kama tulivyosoma hapo, ili tuweze kusimama tena imara, tusonge mbele katika mambo ya imani. Ninapomalizia, namshukuru Mungu kwa ushirikiano ambao amekuwa akinipa mchungaji mwenyeji hapa, tena na tena na familia yake. Tumekuwa tukikutana na kuzidi kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini tukio kama hili vile vile tunapolifanya hivi, huwa linatakiwa liambatane na sadaka maalum ya shukrani. Utaangalia mwenyewe mtumishi wa Mungu unaipeleka wapi. Huwa lazima uwe na sadaka maalum ya kumshukuru Mungu, kwa sababu si jambo dogo. Yuko Mungu aliyekuwezesha. Kwa maana anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ile alilijua Paulo kwamba alikuwepo aliyemtia nguvu, akashinda, akafanya vizuri. Kwa hiyo hata wewe lazima ujue alikuwepo aliyekutia nguvu, ukaweza kufika mpaka leo huduma imesimama. Hata leo ninashangaa, niliacha wakati ule liko vumbi tupu, hata kukua kumependeza hivi mara ya mwisho nimekuja. Lakini kumbuka, wakati unaanza mtumishi wa Mungu, juu kulikuwa na turubai tena lilikuwa nusu limechanika. Huku kulikuwa na upepo mkali sana unaingia, kulikuwa hata hakuna chochote kinachoweza kuzuia. Lakini Mungu aliyekuwezesha ukapiga hatua mpaka kufikia hivi ulivyofikia. Uwe na nafasi ya kuwa na moyo wa shukrani mbele za ule Mungu. Na siku ya leo usivuke mwaka hivi hivi. Andaa kiasi chochote cha sadaka ya shukrani. Ikiwa ni kwa mchungaji Michael, nenda mwambie, nimeguswa kuleta sadaka yangu ya shukrani hii, na mshukuru Mungu kwa haya aliyonitendea, aliyonipigania mpaka nikafikia hatimaye leo nimefikia mwaka mzima. Kumbuka hapo katikati ulikutana na milima na mabonde. Shetani afurahi huduma yote inahubiri kweli. Kwa hiyo lakini hayo yote umeyashinda kwa yeye aliyekutia nguvu. Ndio maana wewe unatakiwa sadaka maalum dhabihu ya shukrani. Tamalizia na andiko la mwisho inaelezea kwa habari ya sadaka ya shukrani. Katika Zaburi ile ya 50, maandiko ingawa yako mengi, lakini ni moja tu ili litakusaidia kujua kwamba huwa kuna muhimu sana wa kuwa na sadaka ile maalum ya shukrani. Tutaangalia Zaburi ya 50 mstari wa 14 na wa 15. Anasema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Kwa hiyo baada ya kutoa sadaka maalum ya shukrani, weka nadhiri mbele za Mungu kwamba umekusudia kufanya nini mwaka huu. Bwana, ninaweka nadhiri, ikiwa utanilinda, utanipigania mwaka huu tena, ifikapo mwezi wa 6 natamani nifanye zaidi ya hapa nilivyo. Bwana, ninaweka nadhiri, natamani niwafikie watu, maelfu ya watu katika kuhubiri Injili. Nitakwenda sehemu mbalimbali zenye mikusanyiko. Bwana, ninaweka nadhiri, ikiwa utanilinda, utanitunza na kunipa afya njema, unatakiwa uweke nadhiri baada ya kutoa dhabihu hii ya kushukuru. Lakini angalia mstari ule unaofuata sasa wa 15. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Hapo ukitimiza hilo, ukimwita wakati unapitia mateso, anasema ataitika, anasema atakujibu, anasema ataonekana. Alafu akishaonekana, we mwenyewe utamtukuza yeye
Mungu aliye juu. Ndio maana akasema katika Yeremia, pale tunasemaga tena na tena 33:3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mungu atusaidie, tumishi wa Mungu, mwenyeji wangu hapa, Mungu akutie nguvu tena. Unapoendea mwaka mwingine baada ya kujidhibitisha na kujijaribu, na hapa sio naongea na mchungaji tu, na sisi sote lazima tujidhibitishe, lazima tujijaribu wenyewe. Je, tulikuwa katika imani? Je, tunakusudia kuwa katika imani zaidi, au tunakusudia kuzidi kuwa chini zaidi? Na anasema kwamba, je, hamjui kuwa Kristo au Yesu yuko ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa? Mambo yote yaliyotufanya Yesu atukatae, maovu yaliyotufanya Yesu atukatae, tunatakiwa tuyaungame na kumwambia Bwana, tunataka tuanze mwanzo mpya, tusaidie, tushike mkono. Tusimame juu dakika chache zilizosalia hizi, tumshukuru Mungu, hatimaye niwape nafasi watu wengine. Basi baada ya kusema hivyo, kila mmoja baada ya kujithibitisha na kujijaribu, wewe mwenyewe unajua, ninakupa muda mfupi sana wa kuomba. Ukiwa na nafasi nyumbani kwako, utakuwa na muda mwingi wa kuomba. Kila mmoja wetu, neno lifupi tulilojifunza, mshukuru Mungu na kumwambia Bwana, kuna eneo ambalo kweli sijawa vizuri na wewe, Bwana nisaidie, nishike mkono. Na kwa zaidi sana, ukiomba rehema kwa dakika chache sana tulizo nazo, omba mbele za Bwana, msihi Mungu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, tazama tena niko mbele zako, Bwana. Bwana, asante kwa neno hili Bwana, ambalo katika hili nami Mungu nimepungua. Bwana, ninakusihi unisaidie ninapojidhibitisha mwenyewe na kujijaribu mwenyewe Bwana. Je, niko katika imani au la? Bwana, nimeona nina mapungufu, nami nisaidie, nishike mkono. Zaidi sana unisamehe Bwana kwa mwaka mzima baada ya kufungua huduma ule mwaka jana. Baba, ninakusihi pale ambapo nilikuwa kikwazo kwa mwingine yeyote, nasema Bwana, msameheane. Bwana wa uweza, Mungu mwenye nguvu, naomba unisamehe kwa yeyote yule Bwana ambaye katika mimi alikwazika, katika mimi nikamnenea mabaya, katika mimi nilimsengenya, katika mimi Bwana nilimkosea kwa namna moja au nyingine. Baba, ninakusihi unisamehe sana. Na Bwana, ikiwa mtu yeyote ana neno juu yangu, Bwana mpe ujasiri, anifikie, aniambie, nami Bwana nitengeneze, kuliko kuniweka moyoni mwake Bwana, nami kuliko kumweka mwingine moyoni mwangu Bwana, hilo alitakuwa jambo jema. Tusaidie kama ulivyosema, tuonyane kwa saburi na teza rohoni Bwana wakati wote, ili tuyatimize mapenzi yako. Asante Baba kwa kuwa umeonekana kudirika, katika jina la Yesu. Ninapomalizia naomba niombe sasa. Mungu mwema, ninakushukuru kwa neno hili Bwana. Asante kwa nafasi na muda niliopewa dakika chache hizi Bwana. Lakini Mungu, katika neno hili alikwenda bure, bali linatimiza makusudi yako kwa kila mmoja wetu. Bwana, tusaidie, Bwana tutetee Mungu. Zaidi sana mtumwa wako kwa unyenyekevu mkubwa, ninakuomba Bwana unipe nami kwanza upya mwaka mwingine Bwana, baada ya kufungua huduma hapa. Bwana unisaidie, unipe Bwana kutengeneza. Bwana, ninajua huenda nilikuwa niwe mtu wa kukatwa, kwa sababu umesema ule mtini ukawa hauna faida, ukaja mwaka wa 3 usione matunda. Na huenda Bwana wa uweza, yuko mtunza bustani aliyeuombea ule mtini ili usikatwe, hata akasema Bwana upe mwaka mwingine, akasema nitautilia samadi, nitaupalilia na kuutunza. Hata Bwana ule mtuma akasema, ikiwa utazaa vema, ikiwa utazaa ndipo ukate. Huenda nami ningekuwa nimekatwa mwaka uliopita Bwana, kwa kuwa sikustahili katika maeneo fulani fulani, lakini Mungu nisaidie, nishike mkono Bwana. Bwana, umenipa mwaka mwingine, nipe Bwana kutafakari ni wapi nilipokosea, wapi sikuzaa matunda, hata Bwana nikastahili kukatwa mbele zako. Lakini alikuwepo mwombezi wetu ambaye anatuombea usiku na mchana, ndiye aliyeniombea nikapewa nafasi nyingine ya kuendelea. Bwana, unisaidie sana, nisaidie sana Bwana, na ninaomba rehema katika yote, natengeneza na wewe Bwana. Bwana, unisamehe kwa yote nilimkosea, na aliyenikosea na mwachilia tangu moyoni, na unisaidie baada ya hapa kubadilika, ili Bwana mwaka mwingine ninapoanza nianze vema,
Asante kwa ajili ya mtumishi wako aliyenipa nafasi na kunialika mwaliko huu. Bwana muinue, mpiganie, mtetee yeye na mke wake, na huduma hii ukainue zaidi na zaidi sana. Bwana, ushirikiano, mshikamano tuweze kuendelea nao ili tuyafanye mapenzi yako. Ndugu Bwana, inapendeza pale wanapokaa kwa umoja, hata wanapofurahiana na kusaidiana katika ile ulile, ndivyo ni mapenzi yako. Asante kwa kukasema ninawapa amri mpya, pendaneni. Bwana, utupe kupendana sisi sote ndugu katika Bwana, tutimize mapenzi yako, ni katika jina la Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine. Karibu sana.